Ya kati ya vitu ambavyo nimekuwa nikivifuatilia ni interview na mazungumzo ya wachambuzi mbalimbali juu ya wanamuziki, mfano wachambuzi wanaochambua ngoma ya Harmonize alofanya na Alikiba. Wengi, kila mtu ametoa mtazamo wake, lakini kuna baadhi ya wachambuzi wameanza kuwashutumu wachambuzi wenzao. Mfano kama leo nimemfuatilia Almando anasema kuwa yeye anasikitishwa na mchambuzi wa yule nani anaitwa Suma nani sikumbuki, anasema yule Suma ni chawa. Nilicheka sana baada ya kuona interview yake, lakini nikafuatilia zaidi nikaona anasema eti Harmonize na Ali, those two artists are not three big stars, yani sio mataikunu watatu katika Bongo Flava. Ndugu yangu Almando, inawezekana pengine umekuja kwenye media kwa kukurupuka, au inawezekana ni mgeni, au inawezekana hujaufuatilia mziki, ulianza kufuatilia mziki baada ya kuingia kwenye online. Inawezekana ikapelekea hivyo vitu ukao vijui. Nianze na swala lako la kwanza. Usikatae kuwa wewe ni chawa wa Mwambino kwa sababu moja. Unakumbuka safari yetu mimi na wewe ya kwenda Qatar? Mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanatumiwa kumzungumzia vizuri Mwambino ni wewe hapo, ambapo ukapata nafasi ya kupelekwa Qatar. Usimseme kuwa Suma eti yeye ndio chawa, hata wewe ni chawa. Na kwa nini mmeamua kuja na style ya uchambuzi, lakini mnataka nafasi kupitia na kazi zenu kutoka kwa Mwambino? Mmoja kati ya uthibitisho huo ni namna mnavyo balance story zenu. Mkifuatilia story zenu mnavyozi balance, mnapomchambua Mwambino na mnapomchambua kazi ya King au kazi ya Harmonize, kuna utofauti mkubwa sana. Na utaona katika kureflect, yani utareflect mabaya yake, lakini mwishoni utapoza, itadepend ulikuwa unazungumzia kitu gani. Hiyo ndio inawakumba. Kwa hiyo wewe usiseme kuwa baadhi ya wachambuzi ni machawa. Wewe mwenyewe ni chawa na unapenda kuja kwenye uchawa ili uweze kufanikiwa kazi zako na shughuli.